Bethel Clouds TV, empowering lives. Kambi kabla ya kuvuka, kabla ya kupata daraja ya pili, kabla ya kuvuka kwenda kwenye level nyingine, kabla ya wao kuvuka mto ule, waliketi kwanza wakapiga kambi pale, ndio wajitayarishe katika mavuko. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio Biblia inatuambia wakajitayarisha, kwa sababu kule walikuwa wakienda ni mahali pa utukufu, ni mahali pa nguvu za Mungu. In every move of your life, sometimes unasimamishwa, sometimes unaambiwa, unaweza kuwa unapata kile kitu kinakuzuia kwenda. Umekwama miaka miwili, umekwama kwenye biashara, umekwama kwenye ndoa, umekwama kwenye huduma, umekwamishwa. Wewe unafikiria ni mapepo, wewe unafikiria kuna nguvu fulani ambayo inakuzuia, lakini hapana. God is just letting you stagnate for a little while, ndio aweze kukuvukisha huko baada ya yeye kukutengeneza. Unasikia huyu kijana anasema nini? Yeye asipotoa roko anajikuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Atageruta roko anafanya nini? Unakuta akafanya nini? Maana ile pombe inadai. Ile pombe imeingia kwenye damu, inadai, inaitisha pombe nyingine. That is why anajikuna, maana inakuwa imeingia mpaka kwa damu. Huyu ni mtu atahitaji msaada mkubwa wa kusaidiwa, ndio pombe iliyo ndani mpaka ndani ya damu itoke. Na mimi najua itatoka. Verse number 2 inasema namna gani? Baada ya siku ngapi? 3, maafisa wakapita katika kambi yote. After 3 days, maafisa wakapita kwenye kambi yote. Kuna matayarisho ndugu yangu, kuna matayarisho kakangu, kuna matayarisho dadangu. Kila kitu unachokifanya kiko na matayarisho yake. Kwa hivyo usione ni kama umechelewa, usione ni kama maisha yamekuwa magumu, usione ni kama umelemewa, usione ni kama kuna kitu ambacho kimekuzuia, usione ni kama hawataki uende, usione ni kama hawakupendi, usione kama kuna vita unapigwa. Hamna vita, bali ni Mungu amekuzuia kwa muda, kwa sababu kuna mahali anakupeleka. Ambia mwenzako kwa hadoderadhi, kuna mpango mzuri wa Mungu katika maisha yako. Kuna mpango, na mpango huo ndio umesababisha kukaa hayo maisha umekaa sasa. You might have been rejected by your own husband. You might have been rejected by your own wife. You might have been rejected by your own parent. You might have been rejected by your own pastor. Hata kila mahali umeenda, there is a spirit of rejection. Na kila mtu amekukataa. Kila mtu hataki kukuona, kila mtu hataki kuhusikana na wewe. Sio eti wanakuchukia, ni Mungu amewasababishia kuwa na moyo wa kukutenga. Maana unahitaji wakati wa kujitenga, unahitaji wakati wa kutengwa, unahitaji wakati wa kukaa ukiwa peke yako, unahitaji wakati wa kutembea ukiwa peke yako. Maana Mungu anataka kunena na wewe, Mungu anataka kuzungumza na wewe. Lakini ukiwa na marafiki, watakupeleka mukakule kanyama. Ukiwa na marafiki, watakupeleka mahali, watakuondoa kwenye uwepo wa Mungu, watakuondoa kwenye barabara ya Mungu. Maana watataka muende mukapige sherehe, lakini Mungu hataki sherehe, anataka kuzungumza na wewe. So it is always very important for you to know the seasons and times when God is speaking to you, and when you are in dryness of the wilderness. Kuna wakati unaona huko kwenye wilderness, umekaa kwenye wilderness, but it is not the wilderness, it is the plan of God to derail you. Because anataka uvuke bila maroho ya Misri, anataka uvuke bila maroho ya kule nyuma, anataka uvuke bila mipango ya kule nyuma, anataka uvuke na mipango mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anataka kuumbie moyo mpya, anataka kuumbie kazi mpya, anataka kuumbie maisha mapya, anataka kuumbie malengo mengine mapya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi kuvukishwa na Mungu riva Jorodani kama bado umebeba mizigo ya kule. Lazima uweke mizigo ya kule nyuma.
Lazima ujitenganishe na mawazo ya kule. Lazima ujitenganishe na mipango ya kule. Lazima ujitenganishe na nia za kule. Maana Mungu anataka uvuke ukiwa hauna mizigo umebeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse number 3 inasema namna gani? Wakitoa maagizo, yani hawa watu maafisa walivuka, yani walitembea kwenye kambi yote wakitoa maagizo kwa watu, wakiwaambia mtakapoona sanduku la agano la Bwana Mungu wenu likichukuliwa na Walawi ambao ndio makuhani, mtaondoka hapa mlipo na kulifuata. Haleluya. Yani anawaambia kwamba ulilia Mungu na ithandũkũ rĩa Maathani likuwetwo limebebwa, wakivuka upande ule mwingine, msiwachwe nyuma, muende pamoja, muwafuate Walawi. Haleluya. Mfuate Walawi ambao ndio wameruhusiwa kulibeba lile sanduku la agano. Usibaki nyuma, muondoke pamoja nalo. Maana already kwa siku 3 mmetayarishwa, mkatayarishika. Siku leo lazima tulifuate sanduku la agano. No ginya tumethutha sanduku la agano. Yani wakatoa maagizo. Maafisa walizunguka wakitoa maagizo kuambia tayari safari imeanza, jitayarisheni, safari yako ya kubarikiwa imeanza, safari yako ya kuinuliwa imeanza, safari yako ya kubadilishiwa majina imeanza, safari yako ya promotion imeanza, safari yako ya uponyaji imeanza, safari yako ya kuinuliwa kwenye huduma imeanza. Na siku hii ya leo ndio nasema, siku hii ndio hiyo uliokuwa ukingojea. This is the day. Mwambie neighbor yako, this is the day. Ukipitwa na hii, mwambie tu ukipitwa na hii, you can resign. Ulisign utoke hii dunia. Maana Mungu ashakutayarisha. Mungu ashakutayarisha, ashatayarisha kila kitu ambacho ni husika. Ashatayarisha mipango yako yote ambayo ni husika. You are waiting for nothing but the preparation. The soldiers and maafisa wote wametumwa waende wakawaite watu, wakawaambie, wakawapatie maagizo. Maana muthenya ni mukinyu, muthenya wa kurathimwo ni mukinyu, muthenya wa kugarurira muturire waku ni mukinyu, muthenya wa kwambarario ni mukinyu, muthenya wa gukira ni mukinyu, muthenya wa gutongorio ni Ngai ni mukinyu. Siku imefika. But they didn't know that siku imefika. Verse 4. Ndipo mutakapotambua njia siku hiyo, wakati mutakuwa mkifuata makuhani Walawi ambao wamebeba sanduku. Siku hiyo ndio utajua njia. Siku hiyo ndio utaelewa mutakaoiendea, kwa kuwa hamujawahi kupitia kabla. You know what God is telling you? Ategashira karia urathi kugera kumomothe sio njia ambayo umewahi kuipitia. Maana ni njia Mungu ametengeneza. Maana ni Mungu ametengeneza. Hiyo njia ni ya ukipekee, ni njia yenye baraka, ni njia yenye ushindi, ni njia yenye nguzo mpya iliyo na misingi thabiti ya kiungu. Maana kinachokuongoza ni nini? Ni sanduku la agano. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sanduku la agano weka kabisa. Sanduku la agano likifanya, likikuja, likumaanisha wewe na sanduku na Mungu muko na maagano. That you are a holy nation. That you are a clean people. People unto the kingdom of God. People unto the salvation of God. People unto the deliverance that God today has chosen a day for you, that is going to set you apart and take you to where you belong. Kwa kuwa hamuijui, hamujawahi kuipitia kabla. Lakini msiogope kabla. Musisogee karibu. Haya, nasoma vitu zangu. Musisogee karibu, bali kuwe na umbali wa dhira 2000 kati yenu na sanduku. Hapa kuna kitu tunafundishwa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu tunafanya nini? Msisogee lile sanduku karibu. Mkue kilomita 2 kutoka kwa sanduku. Maana kuna wale ambao wameruhusiwa kulibeba, lakini nyinyi mlifuate kwa umbali wa kilomita 2. Mulero mutikamenyera maguta. Mulero mutikamenyera maguta. Sijui kama mmeelewa hiyo. Ati ya kwamba waliambiwa wakae mbali na mafuta. Wayafuate lakini wakae mbali. Ndio heshima idumike. Maana kuna hasara kubwa inaweza kufanyika. Lile sanduku waliguza tu, walikuwa naguza hivyo wanakufa. Wakiliguza tu wanakufa. Kuna poromoka. Maana anasema msilikaribie lile sanduku. Msikaribie watumishi wa Mungu sana. Na msikae mbali na wao sana. Maana kukaribia yule mtumishi wa Mungu ni wewe kuanza mazoeano. Na watu uambie makuhani wanaochukua sanduku la agano, mnapofika kwenye ukingo wa maji ya Yordani, nendeni mukasimame ndani ya mto. Mutikaikare kando, muigire katakataine kairia leu, todo mto Yordani ulikuwa mto kubwa. Kama kione mang'ang'i, yani usibabaishwe na wao. Uende katikati ya hiyo maji, simama na sanduku la agano, simama hapo. Yes. 29. Yoshua akawaambia Waisraeli, njooni hapa, musikilize maneno ya Bwana Mungu wenu. Okaile udemo horo. Tigo muratolete mweteketie na Musa ogeka maundu. Ndiratoraga kule tent, unajua alikuwa nakanga tu kwa tent. Yoshua alikuwa nakanga kwa tent. Hakuwa na shughuli mingi. Musa akienda mlimani hakuwa anataka hata shughuli za kwenda mlimani. Nywe die moto rehera ripoti. Joshua Musa akamwambia siku moja tu aende, akamwambia mwe wewe ni mhotanaga na muthuri ucio. Bwana ni agosho. Akamwaita, akawaambia Waisraeli, njooni hapa msikilize, maana leo ndio mmekuja hapa kwenye kesha hii, mkuje msikilize vile Bwana anataka na nyinyi. 10. Hivyo ndivyo mtakavyo jua ya kuwa Mungu aliye hai yupo katikati ya nani? Diraiwa amen. Nigushoka kana niki? Acha hatire kurikira kwe ha. Ani ado merigeto. Ate? Nimwashokia? Amen. Eni. Ni wote kugete, akuni wote kuiwekanaga. Mungu aliye hai yupo katikati yenu. I want to assure you tonight ya kwamba whatever it is, Mungu aliye hai yuko katikati yenu. Hakuna jambo hata moja litaegemea kuangusha. Hakuna jambo hata moja litakuleta chini. Maadui hawatakuona. Wote waliokupangia ubaya hawatafaulu katika maisha yako. Wote waliosema hautafaulu, nataka nikwambie, yule Mungu wa kufaulisha, yule Mungu wa kufanikisha yuko pamoja na wewe. Yuko pamoja. Gayosho tomaga ohotane, gaiwohotani hamwe nawe, gaiwone nawe hamwe nawe, gaiwako radhime hamwe nawe, gaiwa biashara hamwe nawe, gaiwake iko gaya hamwe nawe, gaiwa huduma na hamwe nawe. Yes, ako pamoja na wewe. Wote komaka. Don't be worried. God has confirmed. Mothe kaini yako ni famu muthe hamwe nawe. Hivi ndivyo mtakavyojua ya kuwa ate negwa moko menya. Mnanyita statement hiyo. Ate negwa moko menya ate gaiwa nywe hamwe nanyu. Namna gani? Hivi ndivyo mtakavyojua ya kuwa Mungu aliye hai yupo katikati yenu, na kwamba kwa hakika atawafukuza mbele yenu hao Wakanani, Wahiti, Wahivi, Waperezi, Wagirigasi, Waamori, Wayebusi, Wamanyago, Wakarabashandere borobosaya.
maadui wote watasambaratishwa, watafukuzwa, wataondolewa kwenye uso wako. Dokomona leke tado ni meheria wameondolewa. Yes. Na sikiliza hiyo statement. Najua hamukuelewa hiyo statement vizuri. Unajua mimi natakanga kuwafundisha mkue prophetic in reading the Bible. Mkue nini? In reading what? The Bible. Soma line 1. Simamia hapo. Ati neguo. Hivi ndivyo mtajuaje? Sikiliza. Mtajuaje? Hapana, ya kwamba kwa hakika atawafukuza mbele yenu hao Makanani, hao Wahiti, hao Wahivi, hao Waperezi, hao Wagirigashi, hao Waamori, hao Wayebusi. Hivyo watakapofukuzwa ndivyo utajua. Hivyo ndivyo utajua. Ogo negwa okomenya makeigato makeharaganio negwa okomenya Ngai waku ahamwe nawe na ndukahoto. Yani hakuna kitu cha Mungu kinafanyikanga bila ishara. Ishara lazima itendeke. Na ishara kutendeka ni makabila 7, mataifa 7 yaliyo na nguvu kukushinda. Wakati yataanza kungolewa moja baada ya nyingine, watakapokuwa wanaangushwa moja baada ya mwingine, watakaposambaratishwa moja baada ya mwingine, leo kuonane maharaganio, leo kuonane magabio kongorio koko ne magwathi. Kuna ishara. Lazima Mungu akupatie ishara. Na sio ka ishara, ni ishara. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati mlimekuru aciorona gamari na hinya. Aciorona ganio maugaga gugekeka. Aciorauga niyo mauga baga gukagambika. Aciorona gatari. Yani hao ulikuwa nafikiria ni watu wakubwa. Hao ulikuwa nafikiria wako na nguvu kukuliko. Hao ulikuwa nafikiria ni Maruto. Hao ulikuwa nafikiria ni akina nane. Haijalishi ukubwa wao, haijalishi nguvu zao, haijalishi nani. It doesn't matter what kind of people they are. Oh, hallelujah. So do not be afraid nor be dismayed, for I am with you. Yani watu wakubwa, mataifa 7 yaliyo na nguvu kukuliko. Utakapokuona nimewaangusha, hapo ndio utajua niko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wameanguka ama hawajaanguka? Nimagwite kana matire maragwa? Nimenyitereire. Already wameanguka. Ndio kwa maana Mungu ametupatia. Mungu hawezi kukupatia neno la ushindi kama hujashinda. Hallelujah. The path has already been created. Barabara imetengenezeka. Hakuna siku watangangana na wewe tena. Hakuna siku watasimama kinyume na wewe tena. Hata wakisema ukufe, hautakufa, wao ndio watakufa. Maana wewe uko na Mungu na uko na mission. Na kuna kule unapeleka wana wa Israeli, kuna kule unapeleka watu wa Mungu. Kwa hivyo Mungu hata simamisha kazi yako kwa sababu ya kamutu kamoja. Atakangoa wewe uendelee. Yes. Adui yoyote, shida yoyote, matatizo yoyote, gugumuzi lolote ambalo limekuwa challenge kwa maisha yako, haijalishi kama ni magonjwa, haijalishi kama ni whatever, haijalishi ni challenge gani, haijalishi walisema wewe ni nini, watasimamishwa ndio wewe upite. Kila kitu ambacho kimekuwa challenge kwa maisha yako kitasimamishwa. Kitasimamishwa. It doesn't matter what it is. It doesn't matter what they say it is. Kila kitu kilichokuwa kinasimama, iwe ni foundation, iwe ni family altars, iwe ni village altars, iwe ni territorial altars, iwe ni forestry altars, iwe ni cemetery altars,
changamoto yoyote waliokuinulia, mambo yoyote yale, hata ile ya wachawi, hata ile ya wachawi, hata ile ya manabii wachawi waliosema utakufa, watasimamishwa. Sit down. Sit down. Watasimamishwa. Maana sanduku na makuhani wamekanyaga maji. Niko hapa nimekanyaga maji. Sanduku nimelikamata. Sanduku nimelikamata, ya kwamba kutoka sasa hakuna adui atakaye kuinukia. Watoto wote wa CFC, watoto wote wa the synagogue, waliofukuzwa na walio hapa, wote wamekuwa wakufunikwa. They will be covered by the anointing. The anointing of the Holy Spirit. Hakuna mapepo itawashinda nyinyi na watoto wenu na vizazi vyenu na kazi zenu na kule mumeajiriwa. Mungu wa mbinguni atasimama kuwapigania, kuwatetea, kuwashindania watoto wa CFC na synagogue. Mahali popote muliko, muwe muko Ulaya, muwe muko Amerika, Australia, hata Uganda, wherever you are, the God of heaven is with you. They will not make it. Maombi yote utakayoifanya iko na breakthrough. Chochote utakachokiomba kiko na breakthrough. Biashara yako iko na breakthrough. Because the covenant, the ark of the covenant iko mbele yako. Iko na makuhani, wateule wa Mungu wako mbele yako, ndio wakupeleke kuvuka ngambo ile nyingine. 14. Basi watu walipovunja kambi ili kuvuka, no mwikarite hivi, tukimomora kambi, bado umekaa chini. Tunapobomoa kambi, tunabomoa kambi. Sasa nataka tubomoe kambi, tunabomoa kambi. Sijui ni kwa nini hamunielewi, sijui ni kwa nini hamunielewi siku ya leo. Basi watu walipovunja kambi ili kuvuka Yordani, makuhani wakiwa wamebeba sanduku la agano waliwatangulia. Sasa fungua kinywa chako, anza kuvunja kambi, anza kuvunja mapepo, anza kuvunja malaana, anza kuvunja mauchawi na waganga. Maana nao tunavuka, tunavuka. Tunavuka. Sasa vunja, fungua kinywa chako, tembea ukivunja. Wacha kukaa kama statue, wacha kukaa kama umefugiliwa mahali. Anza kuvunja essence, anza kuvunja Peter, anza kuvunja. Ondoa hiyo, anza kuvunja. Ngoa kila kitu, ngoa mizizi, ngoa mapepo, ngoa nguvu za giza, ngoa washawi, wangoe kutoka kwa maisha yako, wangoe wakualia kuonoa. Ngoa kambi zao. Ngoa.